Clouds TV, empowering lives. Inua mikono yako juu, mwambie Bwana ukainuliwe. Lift up your hands and tell God, inua mikono yako mweleze today Bwana. I'm here. Today I'm here to be set free. Leo niko hapa kuwekwa huru. It is my day to be set free. Ni siku yangu ya kuwekwa huru. When Jesus was crucified, wakati Yesu he was alisulubishwa, crucified because of our sins. alisulubishwa kwa sababu ya That dhambi zetu. whosoever believes in him, Ile yeyote he amwaminie will be set free. awekwe huru. And today I know this is the day for you. Najua leo ni siku The day yako. that God made for you. Siku ambayo Bwana Because alikufanyia. this is the day that you are going to be set free. Manake ni siku utawekwa huru. I came to destroy the altars, Nilikuja kuangamiza madhabahu, the pillars, misingi and the asheras, na maashera and the foundations na misingi that have been controlling your life. ambayo imekuwa ikiukumbana na maisha. That was purely the mission that brought me here. Hiyo tu ndio jukumu ambalo lilileta hapa. And the book of Jeremiah 1 verse 10, Kitabu ya Yeremia 1:10 that see today, inasema ona leo I've set you over nations and kingdoms nimekuweka juu ya mataifa to uproot, kuweza kung'oa, to bring down, kuangusha, to destroy, kuangamiza, to dismantle, kuangusha kabisa, to raise, kuinua and to build. na kujenga. That's the mission. Hiyo ndio sababu kusudi kuu. Only mission. Hiyo ndio kusudi kuu. Only mission. Kusudi ya To dhamani come and uproot ya kuja kung'oa alcoholism. na hiyo ulevi, To come and uproot kukuja kung'oa the drug abuse. ile kutumia vibaya madawa za kulevya, Abuse of the drugs. yani matumizi mabaya ya madawa, Tribalism. yani ukabila, Poverty. umaskini Stagnations. na kukwama, Limitations. kuwa na mipaka And every other foundation. na kila misingi. As I leave Eldoret tonight, Wakati natoka Eldoreti leo, all those foundations will go down. misingi yoyote itaanguka. Every foundation of tribalism, Kila misingi ya ukabila it will never occur again in Eldoret. haitaonekana tena hapa We Eldoreti. have witnessed bad stories in Eldoret. Tumeona hiyo hapa Eldoreti, People have been killed, watu wameuliwa, others were destroyed, wengine wanaangamizwa, properties were destroyed, watu wakaangamizwa and the children died, na watoto wakafa, churches were destroyed, makanisa yakaangamizwa, animals were destroyed. na maisha yakaangamizwa. I want to assure you tonight, Nataka kukuthibitishia by the leo, name of God who lives, katika jina la Bwana aliye by hai, the name of God who lives, kwa jina la Mungu aliye hai, that one will never occur again. haitatendeka tena. I want to declare and decree Natakutangaza leo, that animal called tribalism, hiyo mnyama inaitwa ukabila, whoever will try to bring it here, yeyote atajaribu kuinua hapa, him or her will be destroyed by it. yeye ndiye ataangamizwa nalo. And the kingdom of God, Na ufalme wa Mungu, the kingdom of Jesus, ufalme wa Yesu will take over. itathibitishwa. I declare today, Natangaza leo, Eldoret is peaceful. Eldoret iko na amani. No violence in Eldoret. Hakuna vita tena No Eldoret. limitation in Eldoret. Hakuna mipaka Eldoret. Nobody will limit you based on the traditional foundations. Hakuna mtu atakuwekea mipaka kwa misingi ya ukabila. Because we have destroyed those foundations. Manake tumeangamiza hizo misingi. No one will take your children to Illuminati. Hakuna mtu atachukua watoto wako kwa Because Illuminati. I came to declare that no Illuminati here. Manake nilikuja kutangaza hakuna Illuminati hapa. No of your children will suffer. Hakuna hata mmoja wa watoto wako ataangamia. Because of LGBTQ. Kwa sababu ya LGBTQ. Because we came to declare tonight. Manake tulikuja kutangaza leo That there is no LGBTQ. kwa hakuna LGBTQ. Your son is Mwana safe. wako yuko sawa. Your daughter is Binti safe. yako yuko salama. I know this has never been preached to you. Najua hujawahi hubiriwa haya. Because I'm not your preacher. Manake mimi si mhubiri wako. And I'm not a preacher.
Na mimi si mhubiri. I came to declare and decree. Nilikuja kutangaza na kuthibitisha. That whatever that has been happening around you here in Eldoret. Chochote ambacho kimekuwa kikitendeka hapa Eldoret. No matter who is in power. Haijalishi nani yuko kwa nyadhifa. And who is not in power. Na nani hayuko kwenye mamlaka. Jesus is in control. Yesu anatawala. Jesus will protect you. Yesu atakulinda. Jesus will cover you. Yesu atakufunika. They will try to fight you. Watajaribu kupigana nao. They will not be able to conquer you. Lakini hawatakuweza. Because already you are a winner. Kwa sababu tayari wewe ni zaidi ya mshindi. Wewe ni mshindi. Because already you are protected. Kwa sababu tayari umelindwa. And I came to declare. Na nilikuja kutangaza. From today. Kuanzia leo. The true church of God. Kanisa la kweli la Yesu. The true church of God. Kanisa la kweli la Mungu. Will take priority. Itainuka. The true church of God. Kanisa kweli la Mungu. Will be established. Itathibitishwa. In Eldoret. Hapa Eldoret. The altars of Freemason. Madhabahu ya Freemason. The altars of Illuminati. Madhabahu za Illuminati. The altars of LGBTQ. Madhabahu za LGBTQ. You will never hear them again. Hautayasikia tena. You will never hear them again. Hautayasikia tena. People of the church. Watu wa kanisa. Now stop mediocrity. Wacha tuwache kujidanganya. The people in the church. Watu kanisani. Turn back to God. Geukeni kwa Mungu. Go to these young people. Enda kwa vijana hawa. Go to the bars. Machumba King bank. Go there. Wanavuta bangi na cocaine. And preach them the word of God. Na wahubirie injili ya Mungu. Tell them the kingdom of heaven. Waeleze ufalme wa mbinguni. It is already with us. Tayari iko pamoja nasi. Let us preach to the young people. Wacha tuwahubirie vijana. Let them preach the word of God. Wacha wahubiri injili ya Mungu. To them that are young. Kwa wale walio vijana. To them that are lost. Kwa wale wamepotea. And turn them to Jesus. Na wageuze kwa Yesu. That is the only thing that Jesus wants from you. Hiyo tu ndio sababu Yesu anakuhitaji wewe. Let us not build kingdoms in churches. Tusijenge mafalme kanisani. That is no more. Kanisa yangu haipo tena. My churches are gone. Kanisa langu the kingdoms called churches are no more now. Yale makanisa ya ufalme yapo tena. It is about the kingdom of heaven. Ni kuhusu ufalme wa Mungu. It is about the kingdom of Jesus. Ni kuhusu ufalme wa Yesu. And making people come back to Jesus. Ya kuwasababisha watu kurejea kwa Yesu. That is why we came to launch the revival. Ndio maana tulileta kuleta uvuvio. So that the revival can start moving. Ili uvuvio uweze kupenyeza. For those who are not with me here yesterday, kwa wale ambao hawakuwepo nami jana, I want just to tell you a little bit of my story. Nataka kukueleza tu hadithi yangu so you may be able to understand why I'm here. Ili uweze kuelewa kwa nini kwa hapa. I am not that person that is really good to preach to you. Mimi sio mtu mzuri wa kukuhubiria wewe. Because I don't even qualify to preach this word. Manake sijahitimu hata kuhubiri neno hili. Because my background does not allow me to preach. Maisha yangu ya kale yaniruhusu kuhubiri. Because where I've come from does not allow me to preach. Mahala nimetoka niruhusu kuhubiri. Because I'm not as good saved person like you. Manake mimi sio mtu mzuri nimeokoka kama wewe. I don't live in heaven. Siishi kule mbinguni. I live with people down here. Naishi na watu hapa chini. I just got saved just the other day. Niliokoka tu siku chache. Just a few days ago, that is when I got saved. Yani miaka michache ndio niliokoka. I don't have the experience to preach the word of God. Sina sifa ya kuhubiri injili. I only listen to what God is telling me and I tell you. Nasikia tu kile Mungu ananieleza na Because when kueleza. God told me to come to Eldoret, manake Mungu aliponiambia niishi hapa Eldoret, I asked God, what am I going to tell your people? Nikauliza nitaeleza nini watu hao. Because I don't know how to preach. Manake sijui jinsi ya kuhubiri. I don't even know verses of the Bible. Hata sijui misitari ya Biblia. See, I don't know where Genesis is. Hata sijui mwanzo iko wapi. I don't know where Revelations is. Sijui mwisho ama ufunuo iko wapi. I don't even know where Numbers is. Hata sijui hesabu iko wapi. But there is one thing I know. Kuna jambo moja najua. In that Bible, Jesus is inside there. Katika Biblia hiyo Yesu yuko ndani. In that Bible, Jesus is inside there. Yesu yuko ndani ya Biblia hiyo. And he's the one that sent me to come to you. Yeye ndiye alinituma nije kwako. I come to remind you. Na kuja kukumbusha that I am one person. Mimi ni mtu mmoja that could not have even preached this word. ambaye singewahi hubiri neno hili. Because I was not qualified. Manake sikuwa nimehitimu. Not even wanted.
hata sikuwa nahitajika to even preach this word of God. kuhubiri neno hili la Mungu. But there's one thing I want to tell you. Lakini jambo moja nataka When kukueleza. Jesus says yes, Yesu akisema ndio, nobody can say no. hakuna mtu atasema la. And when Jesus says yes, Yesu akisema ndio, he breaks every foundation. anavunja kila He misingi, breaks every limitation. anavunja kila mipaka. I remember one day, for those people who are not here yesterday, Nakumbuka siku moja kwa wale ambao hawakuwepo jana, while in prison here in Eldoret, wakati nilikuwa gerezani hapa Eldoreti. I was just waiting to live in prison for 12 good years. Nilikuwa naongojea kuishi pale miaka 12. Because my conviction had been convicted for 12 years. Manake nilikuwa nimehukumika kuwa kufanya kifungo miaka 12. But while I was in prison, lakini kuwa kifungoni, another story came up. hadithi nyingine ikaja. And another file came up. Na file nyingine likaja. Then I was taken back to court. Na nikarudishwa kwenye koti. And I was again sentenced for life. Na tena nikahukumiwa maisha. I took back for the appeal. Na wakati nilienda kuomba tena ruhusa ya pili, the judge that was presiding over, hakimu ambaye alikuwa anasimamia kesi yangu, said even the one who convicted you for life, akasema hata yule ambaye alikuhukumu maisha, he didn't know what he was doing. hakujua anafanya nini. You are supposed to be hanged. Wewe ulifaa kunyongwa. And he declared so. Na akatangaza hivi. Remember, I was appealing the case. Kumbuka nilikuwa naomba nafasi ya But instead, lakini badala yake nikahukumiwa kifo. Then I was taken to committee. Na basi nikapelekwa kamiti. And they prepared me for 1 month. Wakaniandaa mwezi mmoja. As I was going to be hanged. Wakati nilikuwa naenda kunyongwa. The man that hangs people came and prepared me. Yule ambaye ananyonga watu akaja akaniandaa. The funniest thing, pastors were called. Jambo la kushangaza, wahubiri waliitwa. And they came to prepare me for my death. Wakakuja kuniandaa ili nife. The Catholic pastors came to prepare me for the death. Wahubiri wa Katoliki wakakuja kuniandaa nife. The Muslim clerics came also to prepare me for death. Waislamu wakaja pia kuniandaa nife. Because that is the protocol of the government. Manake hiyo ndio mpangilio wa serikali. And then I was told to call my family to come. Nikaambiwa niite familia yangu waje. And we were allowed to go somewhere and share a meal together. Na tukaruhusiwa kwenda mahali tule pamoja. And they prepared me. Wakaniandaa. And they told my wife, this man has gone now. Wakamwambia mke wangu, huyu mtu lazima aende sasa. My wife cried and cried and cried. Mke wangu akalia. My family cried for me. Familia yangu ikalia. But I remember one, I told them. Nikakumbuka kile niliwaeleza. I told them I'm not going to die. Nikaeleza mimi siendi kufa. Then I was not a Christian. Wakati huo sikuwa Mkristo. I was a Mungiki. Nilikuwa Mungiki. Half Mungiki. Nusu Mungiki. I was another half Muslim. Nusu Muislamu. And and as they prepared me, wakati waliniandaa to go and kill me, waende waniue, they prepared me wakaniandaa in a manner that I am going now forever. Kwa njia ambayo naenda milele. But I kept telling them, lakini kaendelea I am not going to die. Mimi sifi. I am not going to die. Mimi sifi. I told the hangman, nikaambia yule ambaye ataninyonga, he's called Mr. Njuguna. Anaitwa Bwana Njuguna. I told you, it is you who's going to die, not me. Nikamwambia ni wewe utakufa, sio mimi. I hated the name of Jesus Christ. Nilichukia jina la Yesu. Because I was an antichrist. Manake mimi nilikuwa si mtu wa kumwabudu Yesu. Njuguna came that time to pick me. Lakini wakati yule alikuja kunichukua, and they took me over, the machine is above there. Na akanichukua kwenye chombo ambao ulikuwa kule juu. He placed me in the system. Akaniweka kwenye chombo kile. On the machine. Ndani ya chombo. Just to drop. Na ile chombo ingeangushwa tu. Around my neck. Na kulikuwa na kamba nimefungwa shingoni. So the machine was to drop. Chombo kile ingeletwa and chini. leave me hanging. Na iniwache niko hewani. Then that is what called. Na hiyo ndio na maisha. This man mtu huyu will die. Atakufa. By hanging. Kwa kunyongwa. To death. Kwa kifo. That is the judgment. Hiyo ndio hukumu. So as they prepared the machine, wakati waliandaa chombo kile, the machine refused. Chombo kile kikakwama. They pressed the button. Wakaiwasha. The machine refused. Chombo kile kikakataa. But before the machine, kabla ya chombo, Njuguna was there.
Juguna alikuwa pale. He slapped me twice. Akanipiga He kofi mara. told me you are not going to die. Akaniambia hautakufa. No, he reminded me Akanikumbusha. that you are not. I told him I'm not going to die. Nikamkumbusha sitakufa. I had told him Nilikuwa nimemweleza I am not going to die. mimi So sikufa. Juguna came to tell me, Kwa hivyo Juguna akakaa you said you are not going to die. Alisema hautakufa. Now you are dying. Sasa unakufa. He slapped me twice. Akanipiga kofi mara. As he slapped me the third time, Wakati alinipiga I said, Jesus Christ, nikasema Yesu Kristo. I know you can save me. Najua unaweza niokoa. And he said that Jesus will not save you. Akasema Yesu huyu hatakuokoa. Immediately he went to press the button. Kwa ghafla alipoenda kuponyeza And he pressed the button na akaiwasha ile mashine so that I can drop. ili iweze kuninyonga. The machine refused. Chombo kile kikakataa. And Juguna said, wewe ni mchawi. Juguna akasema you're a witchcraft. I told Juguna it is Jesus. Nikamwambia Juguna ni Yesu. As I was being taken for the hanging, Wakati nilikuwa naenda kunyongwa, I was a mungiki. nilikuwa mungiki. But as I was being dropped from the hanging, Wakati nilikuwa natolewa kwa chombo I kile, was born again Christian. nilikuwa nimemkristo ameokoka. I want to assure somebody tonight, Nataka kuthibitishia mtu leo, your life has been shattered. maisha yako And imeangamizwa. they say this is the end of you. Na wanasema ni mwisho wako. And they said you are not going to prosper. Wanasema They hutafanikiwa. said you are not going to be successful. Wanasema hutafanikiwa. But I want to promise you, Nataka kukuahidi, already Jesus is here. tayari Yesu yuko hapa. When I called the name of Jesus Christ, Nilipoita jina la Yesu he Kristo, came and stopped the machine. Jesus has taken it away. Yesu ameiondoa. Jesus has taken it away. Yesu ameiondoa. That is why I came to declare to Eldoret, Ndio maana nilikuja kutangazia the Eldoret. government of then Hiyo serikali ya pale tried to kill me, ilijaribu kuniua, but they were not able to kill me. lakini hawakuweza kuniua. As the same thing happened to me, Jinsi jambo hile litendeka it kwangu, so happens to you. na itakutendekea That wewe. no demon, Hakuna pepo, no war, hakuna ukuta, no battle, hakuna vita, no whatever hakuna chochote that is raised against you ambaye inainuliwa juu yako that will prosper. ambaye itafanikiwa. My Jesus liveth. Yesu wangu He anaishi. has come to set you free. Amekuja He kukukomboa. has come to liberate you. Amekuja kukuweka He huru. has come to lift you up again. Amekuja kukuinua tena. Yes, you've been down, Ndio umekuwa chini, but today you are going up. leo unainuka juu. I want to call upon those people behind. Nataka kuwaita wale kule Just juu. come forward because I want to pray with you. Njoo tu mbele, nataka kuomba And nawe. if you are here, you want to receive Jesus. Na kama uko hapo nataka kupokea Yesu. You want Jesus to be part of your life. Unataka Yesu awe sehemu ya You maisha. can lift up your hand up. I want to pray with you. Tafadhali inua mikono yako, nataka You kuomba feel nawe. that you want the same Jesus that rescued me. Unataka ule Yesu ambaye You aliniokoa. want this Jesus to rescue you. Unataka Yesu huyu Just akuokoe. lift up your hand as I lift up my hand. Inua tu mikono I want to vizuri. agree with you that Jesus can do it. Hii ni We uvuvio. have come to launch the revival. Tumekuja This kuwasha fire uvuvio. you see here Moto hii ambao unaona will spread all over the country. itaenea katika And nchi the yetu. people today, Na watu leo they are going to be filled by the Holy Spirit. watajazwa na Roho The Mtakatifu. people who are connected with God, Watu ambao watajiunganisha the na Mungu. Spirit of God is going to connect with them. Roho wa Mungu And atajiunganisha the na fire will rise up. na moto utainuka. Kingdoms will go down. Falme zitaanguka. Nations will go down. Mataifa yataanguka. And the kingdom of heaven will going to be raised up. Ufalme wa Mungu utainuliwa juu. Bethel Clouds TV, empowering lives.